Asante sana kwa kuendelea kuichagua Hope Channel Tanzania na Hope News usiku huu, na sasa ni wakati wa kuziangazia taarifa na habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato, tukianzia kule jijini Mbeya. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato wametakiwa kutambua vipaumbele vya utume, hasa katika siku 10 hizi za maombi zinazoendelea katika kanisa la Waadventista wa Sabato kote duniani. Tuungane na Baraka George kutoka Mbeya ambaye ametuandalia taarifa ifuatayo. Wito umetolewa na mchungaji Lupakisi Mwakubelo Mwakasweswe ambaye ni katibu mkuu jimbo dogo la Nyanda za Juu Kusini, wakati akihudumu katika ibada ya maombi ya siku 10 katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbeya mjini. Wapendwa, tutambue vipaumbele vyetu kama Wakristo. Kazi tulionayo mimi na wewe katika miaka hii tuliobakiwa nayo katika ulimwengu ni kupeleka habari njema za ufalme kwamba Yesu Kristo anaokoa. Katika siku hizi 10 za maombi, hebu mwambie Yesu abadilishe mtazamo wako. Vipaumbele vyako viwe ni kupeleka habari njema za ufalme wa Yesu Kristo. Iwe ni kwa fedha, iwe ni kwa wewe mwenyewe physically kwenda kuhubiri, iwe ni kwa kununua vitabu, iwe ni kwa kuzungumza na watu nyumba kwa nyumba habari za Yesu Kristo. Mpendwa, Yesu Kristo anakuja, tufanye wajibu wetu, vipaumbele vyetu viwe ni utume. Kwa kweli zimekuwa ni siku za tofauti, kwa sababu hata mtumishi wetu ambaye ni katibu wetu wa jimbo la Nyanda za Juu Kusini amekuwa akiendesha kwa namna ya pekee sana. Kumekuwa na shuhuda mbalimbali, watu wanamshuhudia Mungu anavyotenda makubwa katika maisha yao, na shuhuda hizi zimegusa mioyo ya watu wengi na wengi kumwelekea Kristo. Kwa hiyo zimekuwa ni shuhuda za ni wiki za la pekee sana. Nimebarikiwa sana, mafundisho ni mazuri. Kizuri zaidi, tunakuja na wageni wetu. Wageni wanapata zawadi. Wageni aliyekuja jana leo hajataka kuacha, amekuja tena. Kwa hiyo tunabarikiwa sana na mafundisho mazuri. Na hawa ni marafiki ambao si wa Adventista Sabato, ila wamepokea mwaliko wa kushiriki ibada ya siku 10 za maombi. Namshukuru Mungu kwa kuwepo hapa na kwa kunipa kibali cha kuweza kushiriki katika siku hizi 10 za maombi. Nakumbuka wakati namshirikisha aliyenialika, nilimwambia katika yote tumuombe Mungu atupe kibali, kwa sababu shetani anapojua kwamba unaenda kupata ufunguzi wa jambo fulani lazima aweke pingamizi. Kwa hiyo kuwepo hapa tu ni kibali tosha. Kwa hiyo tunaamini kwamba Mungu atatutendea kwa ajili ya utukufu wa jina la Yesu. Wakizungumza na chombo hiki, baadhi ya waumini wameeleza namna ambavyo wanaamini kupitia siku hizi 10 za maombi wanakwenda kufunguliwa na kujibiwa maombi yao. Tunashukuru Mungu kwa jinsi tunavyofunguliwa. Watu wengi wanafunguliwa, wenyeji kwa wageni. Wengi tumekuwa tunapata nguvu mpya ambayo hata hapo awali hatukuwa nayo. Tunapata kuhuishwa tena upya na kuona kuna mibaraka mbele ambayo tunaanza kuipata hivi sasa. Hatimaye pengine siku hata inapozidi kuisha hizi 10 tutakuwa na jambo kubwa tu la kushuhudia. Mimi binafsi ninaliona tayari ninalo la kushuhudia la Mungu aliyonitendea. Tuwe na muda wa kutoa kwa ajili ya kusaidia watu wengine. Tuwe na muda wa kufanya kazi ya Mungu, lakini zaidi sana tukaweze kuwafikia watu wa mataifa. Tutoke kwenda kugawa vitabu, kuwahubiria, lakini matendo yetu binafsi yakaweze kumwakisi Mungu aliye mbinguni. Wito umetolewa kwa waumini kushiriki kwa uaminifu, hali kadhalika kualika ndugu, jamaa na marafiki ili wote wamwone Yesu kupitia maombi. Kutoka katika kanisa la Waadventista Sabato Mbeya mjini, mimi ni Baraka George, Hope Channel Tanzania. Asante sana Baraka George kutoka Mbeya mjini kwa taarifa hiyo. Na sasa tunarejea hapa jijini Dar es Salaam. Fildi ya majaribio ya ukanda wa bahari ya Hindi inatarajia kukata hatua katika kazi ya uinjilisti, malezi pamoja na huduma kwa jamii baada ya siku 10 za maombi zinazoendelea katika kanisa la Waadventista wa Sabato kote duniani. Mwanahabari wetu Mercy Kanaeli ametuandalia taarifa ifuatayo. Hayo yamesemwa na katibu mkuu wa fildi hiyo, Mchungaji Aston Mamba, katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ilala